Kengele ya kwanza ikilia, tulikimbia darasani, mikoba migongoni, ndoto zetu mifukoni. Pembeni yangu liketi, daftari safi mkononi, tukigawana group work, tukicheka bila hofu. Tuliposhindana kuandika insha, ilikuwa vita ya kalamu, si ya maneno. Mwalimu akisoma kazi mbele ya darasa, tulitabasamu kimya, tukijua tumefanya vizuri. Miaka imepita kama upepo, majina mengi yamepotea njiani, lakini lako halijawahi kufutika. Miriam, uko wapi leo? Je, bado unatabasamu lile la depress? Je, maisha yamekutendea wema? Naamini upo salama popote ulipo. Miriam, kama utanisikia, mimi bado niko hapa, nimekuwa mwanaume. Nimepitia dhoruba nyingi za maisha, kumbukumbu zako bado zinanipa tabasamu. Maisha yalinizungusha mbali, kajifunza kwa machozi kuliko vitabu. Nilimpenda mtu akaniacha na vipande vya moyo, nikainuka tena, nikajifunza kusamehe. Mara nyingi najiuliza, laiti ningejua mtaa wenu siku zile, labda leo ningekuwa na njia ya kusema, habari Miriam, umekuwaje? Tulikuwa watoto, hatukujua kesho. Leo tumekuwa watu wazima, wengine wanaoa, wengine wanaolewa. Muda kweli una miguu ya haraka. Ukiona ujumbe huu usiogope, hakuna deni la moyo na kudai. Nilitaka tujue ulikuwa sehemu nzuri ya utoto wangu, na kama maisha yamekutabasamisha, basi na mimi nitafurahi kwa moyo wote, kwa sababu watu wengine wacha kumbukumbu zinazodumu milele. Miriam, uko wapi leo? Je, bado unatabasamu lile la depress? Je, maisha yamekutendea wema? Naamini upo salama popote ulipo. Miriam, kama utanisikia, mimi bado niko hapa, nimekuwa mwanaume. Nimepitia dhoruba nyingi za maisha, lakini kumbukumbu zako bado zinanipa tabasamu. Miriam, uko wapi leo? Naamini Mungu amekulinda. Kama njia zetu zitakuja kukutana tena, tutachaka kuhusu zile insha za darasani, na kama hazitakutana, nitabaki nikikushukuru kimya, kwa kuwa kwenye kurasa za utoto wangu jina lako liliandikwa kwa wino usiofutika.